Hiyo ni some melody. Mziki minapenda, shida kalenda ya kwangu haijafikia, bali mina kwenda kuisaka tenda, japo mengi minapitia, kumbe vigumu kulipata jina, maana binadamu wanabana, maji marefu siyawezi kina, sijamwona Felix toka jana. Mamao, babao, kwa dua zenu hakuna kuzipinga. Oh baba oh mama oh, kwa dua zenu hakuna kuzipinga. Nasubiri. Okay bwana, wewe mpenzi mtazamaji wa EPA TV, nafikiri leo ni siku nyingine murwa ambao ni face to face na ndugu yetu ambaye anaitwa Sam Mamelodi. Either kwa jina lingine ni nani? Sampaka sana. Safi sana. Karibu katika vyombo vya EPA TV. So nikudokeze leo ni 28 April mwaka huu 2025. Na leo tumemkaribisha ndugu yetu Sam Mamelodi. Tutapiga naye story moja mbili tatu kuhusiana na changamoto ambazo amezipitia hapo awali, na kuna ngoma yake ambayo inatamba hewani, nafanya vizuri sana, inaitwa Nasubiri, sijui? Ya Nasubiri. Nasubiri, okay. Bwana, mambo vipi? Safi kaka. Uko fresh eh? Kabisa. Okay, tuanzie kwenye wimbo wako wewe na Special Boy. Ni changamoto zipi ambazo mlizipitia mpaka kukamilisha ngoma hii? Changamoto naweza nikasema hakukuwa changamoto yoyote. Basi vizuri sana. So tujivute mpaka kwenye ngoma yako ambayo inatamba sasa hivi hewani, ambayo inaitwa Nasubiri. Tumewaona watu maarufu kwenye ngoma hiyo na imefanywa na watu wakubwa kama vile Director Tolo. Kwenye ngoma tumemwona pia Gatuso Anyanga. Na mama yule sijui anaitwa nani? Mama Elocho. Mama Elocho ya. So ungetuambia ni changamoto zipi ambazo ulizipitia mpaka kuwakusanya wawili hao waweka kwenye ngoma yako, hususan Mama Elocho na Gatuso Anyanga? Ya, naweza nikasema pia hakukuwa changamoto yote ile, maana wote ni familia. Mama Elocho ni mama, Gatuso ni blazangu, tunaishi naye pamoja. Kwa ilikuwa tu rahisi sana, nikwenda kuelekeza tu ni hivi, maana kwenye video iliomba wahusike Mama Elocho na Blaza. Kwa nikawafuata nikawaelekeza, hakuja kwa mambo mengi sana, wakakubali. Okay. So Sam, tulisikia ukimya sana kwako, ukao umetoweka, tukujua shida ilikuwa ni nini kabla ya wewe tena kuja kuibuka. Ndini ni mabosi au zilikuwa harakati gani mpaka ukao? Ya, naweza nikasema tu ni changamoto za maisha bro. Unajua tena kwenye maisha waga hakukosi changamoto. Kwa naweza nikasema ukimya wangu ni kutokana pia na bosi wangu. Maana naye pia ni mwanadamu, ana shida na inabidi azitetee. Kondo changamoto ikawa kwake pia na kwangu. Siwezi nikasema tu kwake tu. Ndio tukaona kwanza tu stop. Ila hivi sasa ndio tumeanza kazi kama mnavyoona. Basi vizuri sana. Wasanii huwa wanaingia kwenye nyimbo nyingi hususan zile za happy birthday, ukiwa msiba, mambo ya kumsindikiza nguli mwingine. So hatukuwahi kusikia Sam naimba hizo nyimbo. Either ushawahi kuzifanya hizo nyimbo hapo nyuma? Ya, nishawahi kufanya. Kama ngoma ipi? Nishawahi kufanya kwenye ngoma ya Zero, ya Blaza Zero nilifanya. Na kwenye ngoma fulani hivi nilifanya na mablaza walikuwa 4. Afu waliposti kwenye account ya Sebastian. Okay, madirector ni wengi akiwemo Tolo na Spy Nkorofi. Bila shaka wote ushawahi kufanya nao kazi. Ndio. Yupi ambaye ana changamoto sana mkiwa location? Yaani unaona anazingua hata ikifikia hatua ya kukulamba kibao na kulamba. Ambaye anazingua sana kwenye location. Naweza nikasema wote wana changamoto zao. Kwa Tolo uliona zipi na kwa Spy ukaona zipi? Tolo ni msumbufu kwenye kuanza kazi.
Yule mpaka aanze kazi inabidi kwanza umsumbue sana. Kwa mmezunguka Ndio mnakuwa sasa mnaanza kazi. Na akianza kazi yeye apende kusumbufu. Maana kazi kama akakupangilia fanya hivi. Wewe usipofanya vile kidogo nakuwa jao. Nakuwa kelele kweli. Kwa akikupangia tufanya hivi na ukifanya vile basi kazi inaenda fresh, lakini kabla mjaanza kwanza mkifikia mpaka kwenye kuanza kazi mtakuwa tayari mshaongea mengi. So mazuri hivyo yani tayari kama kuna mzozo. Amna inakuwa tu yani ushamsumbua sana mpaka kuanza kufanya kazi. Lakini kwa Blaza Spy naye pia sija kufanya naye kazi nyingi sana. Sija kufanya tu nyimbo moja ya challenge. Niliona tulifanya tu kazi vizuri, akanielekeza pale dogo na labda kuingia hivi na hivi na ikafanya vizuri. Kwake sijaona changamoto nyingi. Basi vizuri sana. So kuna changamoto ambazo ushawahi kuzipitia kutaka kuonesha kipaji chako cha muziki, kama kulikuwa na tamasha alafu ukawa unahitaji nafasi ya kuimba alafu ukanyimwa. Ishawahi kutokea? Bado. Hajawahi kutokea hii. Basi vizuri sana. Ni msanii yupi ambaye unafikiria sana kufanya naye kazi wa kike? Wa kike. Nafikiria sana kufanya naye kazi. Hapa kwetu kambini? Kabisa. Even if hata kimataifa kwa sababu hatupo tu hapa. Hata kimataifa tutaenda usi. Ya gada kiblesi, huwa dua bro. Kwa ni naweza nikasema wote kwanza wanafanya vizuri. Na so nikisema eti kwa mfano mimi nataka kufanya na Zuchu. Ndio eti na wabagua wengine hapana. Maana tunaangalia. Naweza nikafanya na Zuchu. Basi vizuri ya Zuchu amemshika mkono Pattern kwa wimbo wa Singeli ambao sasa hivi unatamba afande. Ndio. Vizuri sana. So ushawahi kufikiria kufanya Singeli? Singeli? Ya, nishawahi kufikiria. Una wimbo wa Singeli ambao ushawahi kufanya? Sijawahi kuandika lakini nishawahi kufikiria kufanya Singeli. Ya. Basi vizuri sana. Okay, turudi sasa hapa kwetu. Kimataifa umesema wewe unafikiria Zuchu, vizuri sana. Hapa kwetu? Hapa kwetu. Nesa mwenye unajua msanii aliyebaki na anafanya vizuri. Kwa hapa kwetu anabaki tu Dogo Zuu. Dogo Zuu. Ila wengine wapo. Kwa hiyo ukifikiria kufanya kazi unafanya na Dogo Zuu. Wengine wanafanya vizuri lakini mimi kama mimi naweza nikafanya kwanza na Dogo Zuu. Sio eti japo ndo ukaenda kuimba na Chibaba ndo nifanye naye hapana. Napenda tu talent. Vile tu ambavyo ulikuwa ushamkubali tu hapo awali. Basi vizuri sana. Anakuambia mchawi binadamu paka anatumwa tu. Na leo tuko na Sam Mamelody ambao anazidi kuchana anga na wimbo wake wa Nitasubiri. Si hivyo? Nasubiri. Nasubiri. Okay, vizuri sana. Kwa wana hip hop ni yupi ambao unamvulia kofia? Kwa hapa kwetu. Namkubali Brother Ariston. Kwa hiyo ukiwekewa apite hapa Wiz Gang na Ariston unapita zako na Ariston. Basi fanya show umpandishe mmoja jukwani kati ya P-Boy na Dicky Reed. Mpandishe tu mmoja. Nampandisha Brother Dicky. Nampandisha Dicky. Special Boy na Special Boy. Okay, vizuri sana. Ni kitu gani ambacho hatuwezi tukakosa kabisa kwenye simu yako? Simu yangu. Ambacho hauwezi ukakosa kwenye simu yangu. Na maana hicho tunaamini hatuwezi tukakikosa kwenye simu yangu. Ni Instagram. Basi vizuri sana. So harakati za maisha na usanii kwa ujumla maisha yako. Mabosi wamekufunza nini? Mafunzi. Na mabosi kipi ambacho umejifunza kutoka kwa mabosi? Yaani walivyonifunza mimi. Kitu ambacho umeona kumbe mabosi ndio wapo hivi na hivi. Na maana kitu ambacho umejifunza kutoka kwa mabosi. Nimejifundisha kitu kama naweza nikasema kwanza ni uvumilivu. Walichonifundisha ni uvumilivu na kupambana tu. Naweza nikasema hivyo. Basi vizuri sana. Upo mwenyewe au upo kwenye lebo si hivyo? Ndio. Unafikiria nani umchukue muungane naye kuanza naye kazi? Mimi kwa sasa hivi sina mpango huo. Upo kivyako tu. Bana wewe, hii ni EPA TV ambayo inaendeleza kueneza amani kila sehemu, ndo jina letu hilo la EPA. Kueneza popote amani. So na leo tuko na Sam ambaye ameshafunguka vya kutosha hapo kuhusiana na maisha anayoyapitia. So tulikuwa na swali moja bwana Sam. Yes. Ni kipi ambacho unatamani wakibadilishe ukifika studio? Kipi wakibadilishe nikifika studio? Studio. Either kwa Alex, either kwa Space. Ukifika tu natamani
kitu hicho angekibadilisha ingekuwa vizuri sana? Mimi naweza kusema hakuna. Maana kila mtu anafanya kila ambacho anaona yupo sahihi bro. Mimi siwezi nikaenda nikampangia mtu eti brother hiki hapa hapana. Unajua pale ukifika studio kuna mambo mengi. Mimi nakumbuka nishawahi kwenda studio na jamaa wangu. Alafu kipindi anaweka sauti kulikuwa wengine majamaa pale wanamponda. Ni wapo pale studio. Wako kwenye business yao mengine. Lakini wakawa wanamponda jamaa akasema huyo atoboi kwa style hiyo. Wewe ungetamani kidogo kibadilishe kitu. Ukifika tu studio pale sema pengine kuna ile mikakati kama wana uwataki hivi ila inakuwa tu hauwezi kuwazuia kufika pale. Kwanza unajua muziki ni watu wengi. Mimi napendaga nikiwa nafanya kazi yangu pale kusikose watu. Wawepo pale wanasikiliza. Maana nisije nikaimba utopolo. Maana wao wakiwepo pale lazima watakuwa wanatoa comment nini ya ndio ambacho mimi napenda. Sasa mimi siwezi nikasema eti nikampangia kwa mfano mtu hapana mimi nikiingia inabidi wasanii wote watoke nje. Sio hapana. Mimi siwezi nikasema hivyo maana kila mtu ana mipango yake. Na studio ina ratiba zake. Studio pia kuna ratiba zake. Basi nzuri sana. Alafu malizia na Bwana Sam. Ningetaka kidogo kujua ni tukio lipi ambalo hutokuja kulisahau la shuleni. Shuleni? Yaani tukio moja ambalo liwahi kubamba ukasema ili sitokuja nikae nilisahau. Shuleni bana kuna ile tukio lilitokea kama kipindi gani kile? Nishasahau kidogo. Yaani nilipigwa fimbo bila sababu, hicho kitu siwezi kusahau. Na maana mwalimu akaja tu from nowhere akaanza kutandika au ilikuwaje? Alichanganya mafaili, pengine kuna mtu alifanya kosa alafu akafikiri ndo wewe. Mimi pale sikuelewaga. Maana ilikuwa tu nipo pale, teacher kaingia. Tupo tu sote darasani. Tunatulia pale nini? Anaita majina. Sasa kuna watu nyuma yangu wakaweka kelele. Sasa kama ndo akafikiri ndo mimi, pengine akawa amechanganya labda nikaitwa mbele kule nikala bakora. Jao sana. From nowhere. Basi vizuri sana. So kabla ya kuhitimisha kipindi ningetaka kidogo Samu waachie neno moja kwa watazamaji wa EPA TV. Ndugu zangu wanaosupport EPA TV. Msisahau kusubscribe, like, comment and kushare. Mambo kama na hayo mtakuwa mmetisha sana. Basi vizuri sana. Na ukitaka kumfuatilia ngoma yake ipo YouTube ambayo inaendelea kufanya vizuri inaitwa Nasubiri nafikiri. Yeah, of course. Okay. Na kwa majina kule YouTube anatumia Sam Pakas. Ni Sam Pakas. Yeah, Sam Pakas. Sam Pakas. Bwana wewe mpaka hapo mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Mbovu Basha mwana Ezekiel Bob for Life Monster God of Bembe. Nyuma kamera alikuwa Brother G Genius akiwa ameungana na OG. Asanteni sana.